Je, Collins Jumaisi yupo wapi? Kwa nani? Mmemuona? Na alitorokaje? Ni maswali ambayo idara kuu ya upelelezi na ujasusi nchini Kenya DCI yafaa kujibu. Ni takriban kilomita 9 kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi, katikati ya Embakasi, Nairobi, katika mtaa wa Kware. Maisha yalikuwa ya kawaida hadi siku ya maafa, siku iliyosababisha huzuni, hasira na kufichua matatizo makubwa katika mfumo wetu. Hii ni simulizi ya tukio la Kware, kilichotokea, walioathirika na kile ambacho kimebadilika au hakijabadilika tangu wakati huo. Vijana wa eneo la Kware walijitolea na kusaidiana kwa kuzitoa miili katika eneo hilo, huku wakikashifu tendo hilo. Kali hajawajibika kufika hapa. Alafu baadaye utasikia tutawafanyia unyama hawa watu. Sasa hizi tungepata kama ni jeshi imekuwa hapa, iko very serious kutoa watu hapa ndani. Lakini wewe uko tu bale campaign umetenga. Miili iliongezeka kila siku, huku ingine ikiwa sio kamili. Charles Wambua alicheza titi kwa kuzitoa miili 9 na sehemu 12 za miili kutoka mahali hapo pa kutupa taka. Yangu nafanyanga hii shughuli. Asi mara ya kwanza ama ya pili kutoa watu hapa. Lakini serikali haijawahi shughulika. Mamia na wakazi kutoka eneo la Nairobi na hata kote nchini walijitokeza na kupiga ripoti katika vituo vya polisi na idara ya upelelezi na ujasusi DCI kuwa wana wao, dada zao na mama zao ambao walishawahi toweka na hawakurudi tena. Vitu walimpata nazo, kulikuwa na handbag ya pink, na hiyo handbag ndio Rosa alitoka nayo kwa nyumba asubuhi. Tukaletewa, nikaangalia handbag, nikapata ni hiyo. Ndani ya handbag kulikuwa na socks moja, na hiyo socks ni ya Rose. Rose alikuwa ameoza kabisa, sikujua alikuwa amekatwa hivyo kwa nini. Miguu ya Rose haijapatikana. Kulingana na idara ya upelelezi na ujasusi DCI, baada ya kumkamata mshukiwa wa mauaji Collins, waliitembelea nyumba yake iliyoko mita 100 kutoka eneo la tukio na kunasa line ya Airtel 24, simu za kisasa 8 na rununu 2, kipakatalishi kimoja na kiendeshi diski kimoja, flash disk 2, panga moja, gunia za nailoni 12 na vitu vingine kama vitambulisho 6 vya wanaume, vitambulisho 2 vya wanawake, pochi la waridi, suruali 2 za wanawake, bangi na vitu vingine kama makaratasi yaliyopangwa. Kulingana na idara hiyo, Collins alianza mauaji mwaka 2022 hadi Alhamis 11 Julai mwaka 2024. Bado serikali tunafanya uchunguzi. Nimeamurisha polisi na wale wote wanaohusika, DCI na wale wote wengine ambao wanahusika kwa mambo ya homicide na mambo ya kuchunguza vile haya mambo yametokea. Mimi nataka nihakikishia Wakenya, wale wote waliohusika na maafa ya hawa watoto wetu kule Kware, kule Nairobi, mpaka watapata cha mtema kuni. Mnamo tarehe 20 Agosti mwaka 2024, Collins Jumaisi alitoroka na wenzake 12 katika kituo cha polisi cha Gigiri. Idara ya upelelezi na ujasusi DCI waliahidi zawadi ya pesa kwa yeyote atakayemuona na kumshika Collins. Today, August 20th, 2024, morning hours, there was an incident of prisoners escape that happened at the Gigiri police station where we are as at now. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals.
who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Kimaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Our preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders, considering that officers were deployed accordingly to guard the station. Hadi sasa Collins Jumaisi hajulikani alipo, na ndiyo maswali tunayojiuliza. Je, Collins yupo wapi? Na je, yuko kwa nani? Je, mmemuona? Na alitorokaje? Ni maswali ambayo idara kuu ya upelelezi na ujasusi nchini Kenya DCI yafaa kujibu. Tukio la Kware si janga tu, ni kioo cha mifumo yetu iliyovunjika, jamii zilizopuuzwa na vilio vya kimya vya kutafuta haki. Mpaka pale uwajibikaji utakapochukua nafasi, watu wa Kware na wengine kote nchini bado wako hatarini. Hii si hadithi yao tu, ni yetu sote. Nakumbuka kujisajili na kufuatilia RBD TV kwa simulizi zaidi zisizoelezwa na vyombo vya kawaida. Tunakuthamini ewe mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa simulizi kama hizi. Mimi sisemi kitu. Jina langu ni Moses Mulala.